Umoja wa Mataifa ulikubali kutoa nafasi kwa ajili ya uponyaji na urejesho kupitia tume yako ya uchunguzi. Agreed to provide space for healing and recovery via your inquiry commission. Na sasa tuelekee ukanda wa Sahel. Ukanda wa Sahel unaojumuisha nchi kama Chad, Mali, Burkina Faso, Niger na Mauritania unakabiliwa na ongezeko kubwa la ukosefu wa kiusalama na migogoro ya kijeshi inayohusisha majeshi ya kiserikali na makundi ya waasi wenye silaha. Hili si tukio tu la kitaifa, ni mfululizo wa changamoto zinazoongezeka kwa miongo kadhaa, zikiwa zimeathiri maisha, uchumi na ustawi wa mamilioni ya raia wa Sahel. Nyamguma Mahmud ameandaa taarifa hii akiangazia hali ilivyo katika ukanda wa Sahel. Mapigano ya hivi karibuni kati ya jeshi la Chad na waasi wa Movement for Peace, Reconciliation and Development MPRD kusini mwa nchi hiyo si tukio la ghafla, bali ni mwendelezo wa mivutano ya muda mrefu inayolikumba taifa la Chad na ukanda mzima wa Sahel. Kwa miongo kadhaa, Chad imekuwa kitovu cha migogoro ya kijeshi inayochochewa na siasa za madaraka ya muda mrefu ya familia ya Deby, mipaka dhaifu, makundi ya waasi na changamoto za kiusalama katika eneo linalounganisha Afrika ya Kati na Afrika Kaskazini. Hii inaakisi mtiririko wa mapigano uliodumu kwa muda mrefu katika eneo hilo yenye historia ya kutokuwepo kwa usalama imara. Zaidi ya hayo, nchi mbalimbali za Sahel zimekumbwa na mashambulizi makubwa ya makundi kama Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin na Islamic State, kama tukio la hivi karibuni la mlipuko wa msururu wa shambulio dhidi ya majeshi ya Burkina Faso mwaka 2025, ambapo wanamgambo walishambulia wanajeshi wakidai kulipiza kisasi kwa ukiukwaji wa haki za kiraia. Kuna kosa kubwa la kihistoria ambalo kwa bahati mbaya wale wenye kuhukumu mambo ya Afrika si wa Afrika wenyewe. Wa Afrika wamejivua jukumu la kuhukumu mambo yao. Hilo ni jambo la kwanza, kuwatenga Watuareg na manufaa ya chuma na chumvi na dhahabu na almasi na kila kitu kilichopo katika ukanda huu. Kwa hiyo limekuwa jambo la kwanza, na wakiwachukulia kwamba wale ni washenzi, ni makabila ya wapuuzi, kwa sababu wanapigana na wazungu waungwana, kupiganiwa na kundi lolote litakalokuwa limejitokeza, kwa sababu watu wale wako tayari kumuunga shetani mkono, alimradi malaika amechelewa kuleta neema na bahati wanayohitaji. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yamesema ukanda wa Sahel unakabiliwa na janga la muda mrefu la njaa, ambapo kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa Oktoba mwaka jana, zaidi ya watu milioni 32 wanahitaji msaada wa dharura wa kibinadamu, hasa chakula na lishe. Hamdun Maseli ni mchambuzi na mfuatiliaji wa siasa za Afrika. Moja ni kuwatumia viongozi wa jadi na viongozi wa kidini, hasa dini ya Uislamu. Huo ndio ukweli usiopingika. Kuwatumia kujaribu kuzungumza na viongozi wa makundi haya kwa namna fulani. Hao wana utamaduni wa Kiislamu na utamaduni za Kiarabu, ambao tuli kusikilizwa watu wenye umri mkubwa ni jambo lilozoeleka sana na wanaheshimika sana na watu. Kwa hiyo ni jambo la kwanza. Lakini pili, Umoja wa Mataifa kuleta suluhu ni kazi ngumu, kwa sababu wale wenye kura za turufu ndio kina Ufaransa na wenzi wao bado wana maslahi mapana katika ugomvi unaoendelea katika mataifa haya na wanufaika kwa kiasi fulani. Kwa hiyo kuwatafuta watu wengine wenye juhudi nyingine. Lakini la tatu, kufanya juhudi za makusudi kabisa za kuyaunganisha makundi yanayopigana dhidi ya mamlaka mbalimbali katika ukanda wa Sahel, na wakishakusanyika wale wakawa pamoja, inakuwa ni rahisi kufanya hata mazungumzo, kwa sababu huwezi kufanya mazungumzo na watu usiowajua. Wachambuzi wanaona kuwa matatizo haya hayapaswi kushughulikiwa na mbinu za kijeshi pekee, bali pia sera za kisheria, usawa wa kijamii na uwekezaji wa maendeleo. Nyamguma Mahmud, Idhaa ya Kiswahili ya Redio Umoja wa Afrika. Asante sana Nyamguma Mahmud kwa taarifa hiyo, na huu ndio wakati mwafaka wa kupitia ujumbe wako uliotutumia katika mitandao yetu ya kijamii. Tukikamata kurasa za YouTube, ni Abdon Lokila, yeye anasema I say, ameacha ujumbe wake hivyo. Na Baraka Raban anasema Afrika tunajiandaa na mfumo mpya wa vyama vingi, sasa imesubiriwa kwa miaka 4 eti siku ya uchaguzi ndio vifaa vinakwama, hizo ni sababu za hivi tu. Amemaliza kwa kuweka nukta kubwa.